Ya maisha yangu mimi yalianzia Mwanza nyumbani. Kuna mtaani panaitwa kwa Msuka. Ndo nilianza kwenye timu za vijana, nilikuwa na timu moja inaitwa Makabi Haifa. Kwa hiyo kocha wetu mmoja kwa Niko ndo alikuwa anatusimamia pale, sababu alikuwa anacheza mpira zamani. Akaanzisha kaachana na mambo ya mpira, kaanzisha timu. Kwa hiyo ndo tukaanza mdogo. Toka hapo Umiseta nimekuja Kibani ni vile JKT pale wamekuja wameniona, nimeenda pale nimeplay. Sasa nilipomaliza shule ikabidi niende bwana, kuna timu moja inaitwa Abajalo ilikuwa chini ya bosi mmoja anaitwa Medi Abajalo Sinza. Akanikuwa mdogo, akaniomba niende kutrain pale mazoezini pale Sinza hapo. Ni train mtenda, mbona dogo kama ana kitu. Kwa hiyo katika kutrain tena hivyo mara kidogo timu ya vijana ile Jemedali Saidi alikuwa anafuatilia sana mashindano yale ya daraja la pili. Akamwambia bwana dogo ana kitu. Kwa siku ananiambia bwana dogo ana kitu. Na mimi kuna mwalimu wangu mmoja aitwa Maimbo pamoja na Mandieta Maazi, wakaniambia bana leo kuna walimu wanakuja kuangalia wa timu ya vijana 17. Kwa pale ndo na mimi sinajua, nikajua leo na switch ya. Kwa hiyo ndo tulipoanzia hapo, nikaenda timu ya taifa JKT Tanzania pale. Nimetoka pale Geita Gold. Toka Geita Gold hapo nimeenda zangu Singida Black Stars. Nenda kidogo kwa mkopo Mtibwa Sugar. Harakati ya kujitafuta nikarudi Singida nikaenda Pamba ndo alhamdulillah nimedondoka unyamani. Naweza nikasema misingi niliyotokea. Mimi nimekuwa kwenye misingi ya mpira. Nimekutana na mablaza ambao nawaangalia, ambao wamekuja kuwa manyota kwenye nchi. Mtu kama kina Mwenye Kazi Moto, kina David Rwende, kina Mlisho Ngasa, kina Oscar Joshua. Ni watu ambao toka mdogo mimi naenda kuwaangalia jeuri walionayo, yani spirit walionayo ambao hawajatoka. Kwa hiyo just the way wanavyokuwa wanapushi, naona kumbe sasa mimi niliamini mpira ndio unatakiwa uchezwe vile. Yani niliamini wale ndio wanacheza kawaida, lakini kwenye uhalisia walipofika kwenye level unaona kumbe wale wanaonyesha utofauti. Yani kumbe kuna watu hawawezi kufika kwenye level hizi. Kwa hiyo mimi nilitembea na ile spirit yao. Ile issue ilikuwa ni South Africa. Nilienda South Africa, lakini nilikuwa bado na mkataba na timu yangu ya Geita Gold. Sasa waliniruhusu niende kule, lakini nilikuwa ni regular player. Alafu nilikuwa ni mchezaji ambao naweza nikasema timu inaniamini. Kwa hiyo zumuni la mimi kuniruhusu kule kwamba wanaweza kupata hela ambayo inaweza kaendesha timu na baadhi ya usajili wa watu wengine. Lakini kufika kule ilikuwa tofauti, kwamba ile timu ilikuwa inatoa sign fee tu basi. Hilo ndo deal ambalo lilifeli hapo, kwamba hawakuweza kukubali kwamba huyu mtu tunamtegemea na ligi inaendelea, alafu tumuuze huko kwa sehemu ambayo hatupati chochote. Ndio maana nikarudi. Ni kweli hizo stories zilikuwepo, zilikuwa za uhakika kabisa. Yani very precise, kwa sababu naweza nikasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Haikuwa time yangu. Hicho tu, yani siwezi kuongea sana, yani naweza nikasema ulikuwa muda wangu bado. Mungu alikuwa hajaamua mimi kucheza hizo sehemu. Kwa hiyo Mungu alikuwa amenionyesha kwamba kuna time muda wako utafika.
na ndo maana sikuwahi ku give up. Yani regardless hayo ma deals hayakufanikiwa, lakini niliendelea kusimama kwenye track, niliendelea kupush. Yeah. Yeah, naweza kusema kwenye swala la Simba Sports Club kunihusisha. Anakevi anaenda. Yeah, ile naweza nikasema zile mitatu hivi mingi. Zile naweza nikasema zilikuwa ni rumors, kwa maana ya kwamba nilikuwa nahusishwa, lakini sikuwahi kuongea na kiongozi yeyote wa Simba kwa kufanya negotiation ya deal lolote mimi na kiongozi wowote wa Simba Sports Club. Kwa hiyo nilikuwa kama ulivyokuwa unasikia, na mimi nilikuwa nasikia. Probably kuna washabiki au wapenzi wa Simba walikuwa wanatamani mimi nicheze kwenye timu yao, lakini by reality kwamba hakuna kitu kama hicho before. Ya msimu huu imefanikiwa, naweza nikasema kwa sababu walitaka Simba Sports Club kunisajili mimi, na ndio maana imefanikiwa. Well, probably hata mwanzo wangetamani au wangeonesha interest, ingeweza kufanikiwa, lakini all in all tunarudi pale, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kuna uwezekano Mungu aliniambia Nasho, nisubiria, kuna msimu wako wa mafanikio. Naweza ngasema mimi naamini msimu unaenda kuwa ni msimu wa mafanikio zaidi, kuanzia ndani na nje. Ndio maana labda Mungu akasema sasa it's your time my son. Na ndio maana imekuwa rahisi. Kuna msemo unasema when it's your time even basket will hold water for you. Yani hakuna namna kwamba hata kama kuna mchawi gani atatia ngani hawezi kufanikiwa. Yani hata muda wako ukifika, kile kikapu kinakubebea maji na unaenda kunywa, si unaenda kuoga, na watu wanaamini kweli hichi kikapu kinaweza kubeba maji. Ya naweza nikasema haukutumia nguvu wala kutumia muda mrefu. Ndio maana nasema kwa nini ni wakati. Yani unajua kuna namna bana sometime ile unatamani upigiwe ufanye nini, yani unajua, lakini hii imenikuta mimi nimecool, nimerelax. Yani simu ya kwanza nilipokea simu ya Swabri kwamba bana kuna namna Simba wanaonesha interest nawe, lakini nikaipuuza kwa sababu hizo ni rumors ambazo nifanyaje, nishazizoea. Ni kama poa, basi nikakubali tu. Lakini kuna siku mimi natoka zangu mazoezini Mwanza, naenda CCM pale. Nafika mazoezini, naona kuna namba, hebu najiandaa nataka niondoke. Nitoke sasa niingie uwanjani, watu washaingia. Naona kuna namba inaingia imeandikwa Simba Cristas. Nikaona hii vipi? Mbona Simba? Nikaamua sasa ngoja hii nikienda kwanza tizi nikirudi. Kwa hiyo niliunganisha doti na story ambayo alikuwa amenipa Swabri. Nikaona labda hii inawezekana ndio ile issue ya Swabri. Kwa hiyo nimemaliza tizi tu, nimerudi na nafika kwenye gari, nafungua na nikaanza nayo ile, nikaipigia. Ile nimeipigia ile simu, haikuwa na story nyingi ile simu. Ilipokelewa simu, yani mtu anapokea anaanza na kuita Kelvin Nation Naftali, karibu Simba Sports Club. Yani ilikuwa haina story, haina maelezo. Yani sijasajiliwa wala sijakubali kama naenda au siendi, lakini ni simu ilikuwa inasema Kelvin Nation Naftali, karibu Simba Sports Club. For sure nimejisikia faraja sana. Yani
ile sauti ilivyoniambia kwamba nakaribishwa, yani kama unavyojua Simba ni moja ya timu kubwa sana Afrika, lakini kuna mtu anakuambia karibu Simba Sports Club, lakini ile sauti unaonekana kabisa sio ya mtu ambaye hausiani na ile timu. Yani unaonekana hii ni mtu ambaye ana access ya kukukaribisha kwenye timu. Kwa hiyo hivyo. Ya kikubwa na furaha sana. Furaha kwa maana ya kwamba nilikuwa nakutana na comments nyingi sana, DM, watu wanani DM bana, kuna washabiki wa Simba walikuwa wanaamini katika mimi although sipo timu yao. Yani nilikuwa na washabiki wengi wa Simba Sports Club lakini nipo vilabu vingine. Sasa it's a prestige kwangu, lakini na kwa hao ambao wanaamini katika mimi kwamba kijana wao kafika ile sehemu ambao walikuwa wanamtarajia afike. Kwa hiyo na amani, yani nasema nipo kwenye comfort zone, kwamba kuna kama ni kwenye baadhi ya malengo yangu katika mpira yani sijapiga hatua, nimeruka, yani nimepiga tambo kubwa. Yeah. Naweza nikasema Nation anabadilika kulingana na mazingira. Nation ni mchezaji wa majukumu, kwamba nacheza kulingana na type ya wachezaji nilionao. Sijui unanielewa. Kwa hiyo Nation most of the time nimekutana nacheza kwenye timu za daraja la chini. Sijui umeelewa. Kwa hiyo ukicheza timu ya daraja la chini una double effort. Kwa hiyo kuna namna Nation utamuona ipo aggressive sana, kwa sababu anatamani anyooshe kidole mbele ya magwiji. Yani kwamba na mimi nimo. Sasa once nataka kunyoosha kidole ndo Nation anakutana, anaonekana kwamba aggressive, lakini kimsingi mimi naweza kubadilika kulingana na mazingira yote. Sasa mimi ni mshindani. Inamaanisha mpaka nimekubali na nimekuja kusaini Simba, inamaanisha nimekuja kupigana kwa ajili ya badge ya Simba Sports Club. Kwa hiyo sasa kwenye swala la namba mimi na play part yangu. Naweza nikasema mimi nita play part yangu, hayo mengine yote nitamwachia mwalimu. Kikubwa tu sitaki, yani hata kama sitopata nafasi, lakini naamini nitatengeneza mazingira mwalimu anajua kabisa ni kwa sababu tu kwamba watu wapo wengi. Sijui unanielewa yani kuna mawili hapo. Ile kuswitch hilo ni jambo moja, ila kupata nafasi hilo ni jambo la jingine. Kwa hiyo ni issue ya mwalimu. Kikubwa tu nitahakikisha mwalimu nampa wakati mgumu. Nadhani nikasema malengo yangu makubwa kwanza ni kuhakikisha Simba Sports Club inachukua kikombe cha club bingwa. Hiyo ndio kitu ambacho na kidream. Kuna kipindi nilikuwa naongea na brother Aishi, kipindi kile mimi nilikuwa Geita, yeye alikuwa Simba Sports Club. Camp ya timu ya taifa, Mwalimu Kimu alisema kila mtu wakae pair, kila mtu amwambie mwenzie nini natamani katika mpira. Aisha aliniambia kitu anachokitamani yeye ni kuhakikisha anashiriki, anafikisha Simba na nusu finali ya club bingwa. Nilimwangalia nikaskuti nikawaza. Kwa mimi sikumuelewa kwa sababu nilikuwa bado nipo kwenye timu ndogo. Umeelewa Lakini kiuhalisia kama Aishi hajafanikiwa, inamaanisha haamini kokote alipo ile dua lake na maombi yake na kitu anachokitamani, mimi nitaendelea kukipambania. Yani kama hakufanikiwa basi mimi
nitaendelea kukipambania na nitamwakilisha vizuri. Kwa lile wazo lake naweza nikalitimiza. Lazima lipatikane kwa uwezo wa Mungu. Tathmini yangu kwa jinsi msimu uliomalizika hivi karibuni nilivyoiona Simba Sports Club inacheza, hususan hizi mechi za mwishoni, wanasema nyota njema zinaonekana asubuhi. Siongei tu kwa sababu nimesajiliwa na Simba Sports Club. Naongea sasa kama mtu wa mpira. Yani Simba imekuwa ni timu ni timu moja, ni timu ambayo naweza nikasema inabisha kila mechi. Yani inaweza kupambana na mpinzani wa aina yoyote na ikapata matokeo. Yani inaenda kucheza ina 100% ya kupata matokeo. Kwa hiyo kwa kile ambayo ile picha ambayo nimeiona na naweza ngasema tukianzia tulipoishia plus na watu ambao kama hivyo wanaingia, naamini sidhani kama kuna timu inaweza ikasimama na Simba Sports Club. Yani naamini wanasema the future is excited. Yani naamini katika makubwa sana ndani na mashindano ya kimataifa. Ya jina la General nimetokana na General Midfielder. Kuna mwalimu wangu mmoja hivi Zereti alikuwa anaitwa Kajoba. Alishawahi kunifundisha kipindi niko EF, alifariki, alikuwa ni kocha wa magolikipa. Yani alinifuata kipindi kile nafundishwa na mwalimu Meki. Alinifuata, nilikuwa nakumbuka nilikuwa na kama Khomeini. Ananiambia aliacha kuongea na makipa, akaja kuniongelea mimi. Yani ile nimekuja kunywa maji kwa Arusha, nimekuja tu kunywa maji, aliniita, nilijua ananipa maelekezo. Akaniambia from now you are general midfielder. Yani kuanzia alikuwepo Khomeini. Kwa hiyo yule mzee baada ya kama wiki 2-3 mbele alifariki. Sijui umeelewa Kwa hiyo na amefariki, yani tunamuaga sasa hivi. Yani sasa hivi tunaenda kwenye mechi, yeye tumemwacha. Kwenye line-up ishasomwa, tumemwacha kwamba twende tutarudi kujoin naye, yeye kaenda hospitali. Unaongea naye ananiambia General, naamini itakuwa kama kawaida yako. You are general midfielder. Kwa hiyo tunaenda tunarudi, mechi imeisha ya saa 8 tunaambiwa mwalimu atuko naye. Kwa hiyo yani ni situation ngumu sana. Kwa hiyo naweza nikasema hili jina na watu Khomeini kina nani wote walikuwa wameanza wananiita kwa heshima ya yule mzee. Naweza kusema Kagoma ni brother yangu, ni ndugu yangu, rafiki yangu. Naweza ngasema tumetoka mbali kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ile Geita ambayo tulikuwa tunacheza mimi na Kagoma ni timu ambayo haikuwa kwenye mazingira hayo, lakini sisi wachezaji tuliamua timu ile iwe ambavyo tunataka sisi. Kwa hiyo naweza ngasema kwa mimi, for me it's a prestige kucheza na Kagoma, kwa sababu Kagoma tulikuwa tunarahisishiana kazi. Kagoma so mnyonge yani tukisema bana leo hebu ngoja leo tu switch watu wote kwamba nikikukosa mimi atakukuta Kagoma. Kwa hiyo akikosa Kagoma lazima nikukute mimi. Kwa hiyo for me ni prestige kwamba naenda kukutana na mtu ambaye we had a good moment huko nyuma, kwamba tushafanya vitu vizuri ambavyo naweza nikasema kwa namna moja au nyingine vilisaidia sisi kupiga hatua, kwamba kuna namna nilitoa mchango wangu labda kwenye mafanikio ya Kagoma na Kagoma alitoa mchango wake kwenye mafanikio yangu. Ndio maana tukaondoka Geita Gold tukaenda timu nyingine kubwa. Lakini kwenye sala la Kagoma ni mshikaji tu ambaye yani mwana kwangu mimi, sijui kwa watu wengine, lakini kwangu mimi ni mwana, kwa sababu tumeishi naye kwa mazingira tofauti tofauti. Nimeishi naye Geita, nimeishi naye Singida,
tumekutana timu ya taifa. Kwa hiyo ni yani hiyo sasa ni familia. Kikubwa kwanza nitoe pongezi sana na shukrani sana kwa washabiki wote wa Simba Sports Club ambao walikuwa wanaamini mimi na deserve kuwa kwenye timu yao, kwa sababu sio kitu kidogo. Yani kama wewe upo timu ya daraja la kati, lakini wachezaji wa club kubwa washabiki wa timu kubwa wanaamini wewe unastahili kucheza kwenye timu yao, ni kitu kimoja cha kipekee sana. Kwa hiyo nawashukuru sana, naweza nikasema nawashukuru sana kwa upendo huo, kwamba kijana wenu nimerudi kundini ya familia. Yani familia imekuja pale ambapo mlikuwa mnapataka. Kikubwa naomba support yenu iendelee. Sasa kama mlikuwa mnanisupport kipindi nipo timu nyingine, sasa nipo nyumbani yani. Kwa hiyo ni mtoto wenu, mtoto kaja nyumbani. Kwa hiyo cha msingi nahitaji support yenu, kwa maana ya kwamba yani hivyo tuzidi kupeana motisha. Lakini kwa upande wangu namuomba sana Mungu anifanye kama wao wanavyonifikiria. Probably wananifikiria kwa makubwa zaidi. Kwa hiyo namuomba Mungu anifanye ni stick katika hizo perception zao, katika hizo fikra zao, kwamba Nation ni mtu wa aina gani. Yani naomba Mungu hata wale watu walokaa jopo likafikiria kumleta Nation Simba Sports Club, kile ambacho wanakifikiria au walikuwa wanakiwish kije kitokee. Kwa hiyo Mungu naomba anisaidie kiweze kutimia.